Okay, karibuni JJR Company Limited, watengenezaji wa laptop aina zote, printer pamoja na photocopy na vifaa vingine vya electronics. Leo tumepokea mashine hii, ni mashine EliteBook 840 G1. Kwa maelezo ya mteja ni kwamba hii mashine inawaka, lakini changamoto yake ni kwamba inamletea pop-up message ambayo inaonyesha warning sign. Kimsingi yeye hahitaji hiyo message ambayo inatokea hapa. Kwa hiyo tutaenda kuiwasha tuangalie ni aina gani ya message ambayo inakuwa inatokea. Okay, nimewasha mashine na hapa imewaka mashine. Kwa hiyo nasubiria tuone aina ya message ambayo itatokea kwenye kioo. Hiyo imewaka na hii warning machine is not in committed state. Hii ndio message ambayo mteja haitaki. Kwa hiyo tutakwenda kuiondoa hii message. Kimsingi tatizo hili linakuwa liko kwenye firmware. Kwa hiyo tutakwenda kutoa firmware na kuiprogram upya, then tutairekebisha na kuangalia je, tatizo litakuwa limeisha au bado. Kwa hiyo kutoa. Okay, hii mashine ukiangalia kuja kugundua kwamba kuna firmware mbili, firmware IC mbili, na hii hapa, lakini vile vile kuna hii hapa. Hii ndio main na hii ndio yenye firmware ambayo tutakwenda kuiprogram. Program hii firmware toe hapo. Baada ya kuitoa, tutakwenda kuiprogram, iweke, then tuta program. Okay, hapo tutai programu hii, tutaenda kuangalia, tuwashe software ambayo inatusaidia kuprogram this one. Okay, software yetu imewaka na tutakwenda kuangalia hichi bado haisomi vizuri. Ya, imesoma. Kwa hiyo yetu ni hii ambayo ni MB 16. Sasa ili tuwe safe inabidi tu backup kwanza, taridi ili tuweze kubackup hiyo content ambayo iko ndani, alafu then iandika hiyo nyingine na kuifanyia kazi. Hii inaendelea na kimsingi, kama ni firmware imecollapse inabidi uwe na uhakika kwamba firmware unayoweka ni exactly inafanana na hiyo, la sivyo itapelekea mashine isiwake kabisa, na kuna wakati inaweza ikafa kabisa. Kwa hiyo umakini kwenye hili unahitajika sana, lazima umakini. Kwa hiyo tutabaka hapo hii hapo, tukimaliza then tutakuja kuweka hii ambayo tumetengeneza, okay, ambayo ina taarifa zote za hii mashine, then tutaandika. Kwa hiyo procedure zinaendelea, rise hapo, angalia hapa ni authorize. Kumaliza hapo itaanza kuandika, then itakuwa tumekwisha hii program.
Sisi tunahusika na laptop aina zote, MacBook, Lenovo, Dell, HP, Surface. Hapa imeshaanza kuandika, itaenda itamaliza kuandika. Kwa hiyo kama una laptop yako yoyote ambayo inaharibika, usisite kutuletea, tutakurekebishia kwa bei nafuu na rafiki kabisa. Kwa tunasubiria software yetu kumaliza kuandika faili jipya kwenye hii IC. Hapo imemaliza. Hatua ya mwisho ina verify kama faili uliyoweka ni sahihi au la. Hiyo kumaliza ku verify, tutatoa verify. Hapo imemaliza ku verify. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kwamba tutaitoa sasa IC yetu kwenye hichi kisocket ili tuweze kurudishia kwenye mashine. Chukua mashine yetu, na kwenye kuweka inabidi uzingatie pin namba 1. Hapa pin namba 1 ukiangalia ni iko somewhere hapa. Hiyo tutaiweka kwa kadri inavyotakiwa kukaa. Kisha imekaa kwa usahihi, then hapo zoezi litakuwa imefanya kwa sehemu kubwa. Natakiwa tutesti sasa mashine yetu, je, inawaka kwa namna gani? Sasa hiyo bonyeza hapo, mashine imewaka tayari. Nasubiria kuangalia ile message hapo. Sasa hivi ile message haipo, na hapo inafanya BIOS data recovery. Kwa hiyo zoezi litakuwa limefanikiwa kwa ukamilifu. Basi baada ya mashine imeshafanya data recovery ya BIOS, iwasha tena hapa kwamba kazi imeisha. Tunawakaribisha sana Biashara Company kwa matatizo mbalimbali ya laptop zenu. Karibuni sana, tunapatikana Dodoma mjini, barabara ya 6. Asanteni sana kwa kusikiliza. Bye bye.